unaweza kukuta mti mzima umekuwa hivi, inaleta hasara kubwa. Unaweza kukuta mti kama huu unaanza kutoa hivi na mwenyewe unafikia kipindi unanyauka, yaani unanyauka kuanzia chini, unapata fungus unapanda mpaka juu, matunda yote yanakuwa yananyauka kama kwa mtindo huu hapa. Sasa hii tumeona ni tatizo, tunaomba msaada wenu wataalamu mtusaidie. Kokoa au kakao ni miongoni mwa mazao ambayo kwa siku za karibuni yamechangamkiwa kulimwa katika maeneo tofauti nchini, hususan katika baadhi ya wilaya za mikoa ya Nyanda za Juu Kusini na mkoa wa Morogoro. Yumkini bei nzuri ya zao hilo ndio kishawishi kwa wakulima kulichangamkia. Taarifa ya serikali ya bei za mazao mbalimbali nchini inaonyesha kuwa kuanzia Januari hadi Mei mwaka huu 2025, bei ya kilo moja ya kakao katika mikoa ya Mbeya na Morogoro ni kati ya shilingi 19,000 na 20,000. Wakati hali ikiwa hivyo, kwa wakulima wa kata za Chita na Chinganda katika wilaya ya Mlimba mkoani Morogoro, changamoto ya magonjwa yanayoshambulia zao hilo shambani ni kikwazo cha ustawi wake, hali iliyowafanya wataalamu wa mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania TPHPA kutembelea eneo hilo na kutoa elimu kwa wakulima kuhusu njia husishi zitakazowasaidia kukabiliana na changamoto hiyo. Na sisi tumeona kwamba kwa kuwa mpo sasa, mtusaidie namna gani tunaweza kupata utatuzi wa jambo kama hili, kwa sababu inaleta hasara kubwa. Unaweza kukuta mti kama huu unaanza kutoa hivi na mwenyewe unafikia kipindi unanyauka, yaani unanyauka kuanzia chini, unapata fungus unapanda mpaka juu, matunda yote yanakuwa yananyauka kama kwa mtindo huu hapa. Sasa hii tumeona ni tatizo, tunaomba msaada wenu wataalamu mtusaidie. Sisi ni wakulima wa kokoa, kwa hiyo tuna changamoto za kokoa, ndio kwanza tunaanza kulima kokoa. Kwa hiyo tunashukuru serikali kwa kutuletea wataalamu. Leo tumepata elimu, naona tutaiboresha vizuri kilimo chetu hiki cha kokoa. Kwa hiyo tuna changamoto nyingi za wadudu, tulikuwa hatuelewi. Kwa hiyo tunaomba serikali mtusaidie. Kama hayo madawa mengine hayapo hapa, basi mtusaidie kutuletea kwa wakati, kusudi kilimo chetu tusonge mbele. Mimi ni mmoja kati ya wakulima wa zao la kokoa kijijini hapa Chita. Lakini kwa hali halisi hapa kwetu Chita sisi tunalima hayo mazao ya mkakati. Lakini wenzetu wengine tunasikia huku mikoa mingine watu wanapata ruzuku kwenye mazao ya mkakati. Kwa mfano korosho tunasikia huko Mtwara, lakini huku sisi hatujapata bado nafasi ya kuweza kupata chochote ili na sisi tuzalishe kwa tija, kwa maana ya mbolea, kwa maana ya viuatilifu. Kwa maana hiyo peke yake tulikuwa tunafikiria pengine nchi nasi tuone, nasi ni wakulima. Kama mlikuwa hamjui kwamba huku kuna wakulima wa kokoa, basi wapo huku kama unavyoona hapa shambani. Kwa mujibu wa mtafiti na mtaalamu wa visumbufu vya mimea kutoka TPHPA Ramadhani Kilewa, elimu iliyotolewa kwa wakulima hao itawasaidia kukabiliana na wadudu haribifu na magonjwa kwa kutumia njia za kienyeji, viuatilifu vya kibiolojia na kemikali vilivyoidhinishwa na mamlaka hiyo. Changamoto ambayo inasumbua zao la kakao nchini, hasa katika maeneo ya Chita katika halmashauri ya wilaya ya Mlimba huku Morogoro, ni wadudu waharibifu ambao wanatoboa mashina ya kakao, wanatoboa matunda, lakini vile vile wanaharibu majani kwa kufyonza majimaji yaliyopo kwenye majani pamoja na kutoboa na kula majani. Na kingine ambacho tumekigundua kwenye mashamba ya kakao hapa Chita ni matatizo ya ugonjwa, hasa magonjwa ya kuoza kwa matunda ya kakao. Kwa Kiingereza wanasema ni fruit rot ya kwenye kakao, ambayo inasababisha mbegu zilizopo ndani kuharibika. Na ugonjwa huu ni tatizo kubwa sana kwenye zao la kakao hapa nchini, hasa katika maeneo haya ya Chita. Sasa baada ya kutambua visumbufu, tumejaribu kuwaelekeza wakulima njia husishi ambazo zinaweza zikatumika kwa lengo la kuweza kudhibiti haya matatizo. Na njia hizo ambazo tumewaelekeza, tumesema wakulima waweze kutumia njia za kienyeji. Kwa Kiingereza tunasema cultural methods, ambazo zitahusisha usafi wa shamba kwa kuondoa magugu yaliyopo shambani, kuondoa matawi yote ambayo yameozeshwa na matatizo ya ugonjwa wa kuoza kwa mashina, na kuondoa matunda yote ambayo yameathirika na kuweza kuyachimbia chini na kuyafukia ili yasiwe chanzo cha kuzaliana kwa vimelea vya magonjwa. Na baada ya kufanya hivyo ni kwamba tumewaelekeza wakulima kwamba watumie viuatilifu vya kibiolojia ambavyo vitaweza kudhibiti visumbufu. Na pale hali inapokuwa ni mbaya zaidi kwa wadudu waharibifu na magonjwa,
maana yake ni kwamba wanaruhusiwa kutumia viuatilifu vya kemikali ambavyo vimeidhinishwa kwenye zao hili katika soko la ndani na nje ya nchi. Sisi mamlaka kama jukumu letu la kuweza kusimamia ubora wa viuatilifu na matumizi sahihi ya viuatilifu, iwe viuatilifu vya kemikali na vya kibiolojia, kazi yetu ni kutoa elimu na ujuzi kwa wakulima wetu namna bora ya kutumia viuatilifu hivi visiweze kuleta athari kwa afya ya binadamu pamoja na mazingira. Lakini tunasisitiza zaidi pale ambapo inawezekana wakulima kupata viuatilifu vya kibiolojia waweze kutumia ili kupunguza mabaki ya viuatilifu na kukidhi viwango vya juu vinavyotakiwa na vinavyotambulika katika soko la nje, hasa soko la Ulaya, Marekani na Asia. Furaha ya afisa ugani na diwani wa kata ya Chita ni kurejesha matumaini ya wakulima wa kakao baada ya kupata mafunzo ya kulihudumia zao hilo kwa usahihi. Hali kwa kweli walikuwa na ufahamu mdogo sana kuhusiana na kudhibiti wadudu na magonjwa, lakini kwa sasa wakulima wetu wameweza kuelewa jinsi gani ya kudhibiti wadudu hawa, hasa kwa kutumia sumu za viwandani na zile za kiasili. Tunaomba kwa siku nyingine waweze kutembelea kwa ajili ya kutongezea elimu zaidi. Nimefurahi sana wakulima wangu leo kupata elimu hii. Asilimia kubwa walikuwa hawana elimu ya kutosha juu ya zao la kokoa. Lakini najua kuanzia leo wapata hii elimu watatoka hapa walipo kuelekea sehemu nyingine juu ya uzalishaji wa zao hili la kokoa. Na kama ukiangalia saizi kimkakati, zao hili la kokoa limeshika tama sana. Na wakulima wamefurahiwa sana na hili jambo. Kwa hiyo tunawaomba kwa namna moja au nyingine serikali iwaangalie kwa macho mawili wananchi wa kata hii ya Chita na kata ya Chinganda pamoja na mkrosi yao. Lakini pamoja na hayo, hata kama kuna wakulima wa maeneo mengine, basi serikali ijaribu kuangalia kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba wanawawezesha viuatilifu ili kuleta tija kwenye mazao yao ili kuongeza hata pato la kitaifa.